Bwana Yesu asifiwe sana. Ni siku nyingine tena Mungu ametupa. Tunaendelea kujifunza neno lake, tukitengeneza njia ya Bwana na kuyanyoosha mapito yake, ili Bwana wa utukufu, mfalme, aweze kupita. Tunamshukuru Mungu sana kwa siku hii. Tunaomba neema yake iendelee kuwa juu yetu. Roho wake Mtakatifu atufundishe, atufunulie na maandiko. Nia yetu ni kumjua Mungu. Nia yetu ni kuyafanya yaliyo mapenzi yake. Nia yetu ni kufanya yale ambayo Mungu alituumbia. Nia yetu ni kuishi maisha matakatifu yanayompendeza Mungu peke yake. Tuombe. Neema yako Mungu Baba iwe nasi, itufunike. Fadhili zako, rehema zako zitufunike. Tunakuomba Mungu ukaseme nasi. Tumie kinywa changu, sema neno lako lenye pumzi yako, litakaloweza kutusaidia, litakalokuwa taa ya miguu yetu, litakalokuwa upanga wenye kuweza kushinda vita hivi vya kiroho. Tusaidie Mungu, tusamehe maovu yetu na dhambi zetu, katika jina la Yesu Kristo. Tuwe na mioyo safi mbele zako, iliyonyunyizwa damu ya mwanao Yesu Kristo, na kukubalika na kuwa dhabihu mbele zako. Mungu, tunanyenyekea chini ya mkono wako. Tunaomba tusikizishe maneno yako. Roho Mtakatifu tusaidie, tuweze kuelewa, tuweze kujua Mungu aliyoyakusudia. Maana wewe Roho Mtakatifu ndio ujuaye moyo wa Mungu. Katoe kwa moyo wa Mungu yanayokusudiwa na Mungu kwetu, katika jina la Yesu. Ukatupe na kuyapokea na kuyafanyia kazi na kuyaishi, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu asifiwe sana. Tunaendelea na somo letu lile la mambo unayoyadharau yanayoweza kukusababishia laana na adhabu kubwa kutoka kwa Mungu. Yako mambo ambayo tunayadharau, lakini yanaweza kutusababishia laana na adhabu kubwa kutoka kwa Mungu. Juzi nilianza somo hili, leo ni siku ya pili, na nikielezea somo lililopita, nikifanya summary kidogo, nilisema Mungu hajaweka wazi au taratibu kwamba ukifanya dhambi fulani utapata adhabu fulani. Yaani kwa Mungu hakuna utaratibu wa kwamba anayeua anapewa adhabu fulani, anayeiba anapewa adhabu fulani, anayesema uongo anapewa adhabu fulani, msengenyaji anapewa adhabu fulani, mfitini anapewa adhabu fulani, mwenye wivu anapewa adhabu fulani. Hamna. Ndio maana unaweza ukashangaa ukisoma Biblia, mwingine amefanya kitu kidogo ambacho sisi tunaona ni kidogo, anapewa adhabu kubwa, anakufa, anakuwa hivi au vile. Mwingine anaua, tunasema huyu anahitaji adhabu kubwa sana. Unashangaa hana adhabu yake ya kawaida sana kwa kwetu sisi wanadamu. Maana yake ni nini? Anayeamua kuhukumu dhambi au uovu ni Mungu. Kwa hiyo hatuwezi kumchagulia kwamba fulani hapana, anastahili, fulani anatakiwa kuadhibiwa sana, fulani anatakiwa kufanywa hivi, alafu mwingine huyu asiguswe, hana makosa na nini. Lakini kwa Mungu haiko hivyo, kwa sababu yeye ndiye anayejua ni adhabu ipi inamfaa. Na nilisema kwamba dhambi yoyote ina adhabu. Hakuna kosa lisilo na adhabu, hakuna uovu usio na adhabu. Sasa haya mambo ambayo ni ya kawaida, tunayoona ya kawaida, tunayapuuza, yana athari kubwa kwenye maisha yetu, kwa sababu ni makosa, ni dhambi, kwa hiyo yana adhabu. Nikasema ndio maana kuna mambo uliyoyasoma kwenye Biblia unajiuliza, hivi mbona Mungu adhabu yake ilikuwa kubwa sana kulinganisha na kosa? Mtu anaweza akaua asimuue huyo mtu, anaweza akadanganya akauawa. Nikatoa mfano wa Anania na Safira. Walisema uongo kwamba tumeuza hichi kiwanja kiasi fulani, wakatoa nusu fedha, walikufa.
Lakini Daudi alifanya mipango, Uria akauawa, tena akafanya kosa jingine, akamchukua mke wa Uria. Daudi hakuuawa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukienda kusoma pia kwenye Biblia, ziko adhabu nyingi ambazo watu walizipokea tofauti na sisi ambavyo tungefikiria. Bwana Yesu asifiwe. Suleiman alikosa, akaoa wake wengi, moyo wake ukaambatana na wale wanawake. Alikuja akatubu, lakini unaona Mungu anafanya nini? Anaigawa Israel. Akasema anaigawa Israel, anabakiza Yuda tu kwa ajili ya ile ahadi aliyokuwa amemwahidia Daudi, ili wazao wa Daudi waendelee kutawala Yuda mpaka atakapokuja Yesu mwana wa Daudi, ambaye atakuwa mfalme milele kwenye kiti cha Daudi, kwenye kiti cha enzi kwa jina la Daudi. Alishamwapia Daudi kwamba sitakuondolea mtu kutoka kwenye uzao wako atakayekaa kwenye kiti cha enzi milele. Kwa hiyo ilibidi Yesu aje kupitia jina la Daudi ili iwe ni mfalme mwana wa Daudi ambaye ataketi kwenye kiti cha ufalme wa Mungu milele. Kwa hiyo ilibidi Mungu aibakize Yuda ili waendelee kutawala uzao wa Yuda, uzao wa Daudi mpaka atakapokuja Yesu ambaye amekuja kwenye kupitia ukoo wa Daudi na atatawala milele. Linanitimia lile neno la Mungu alilosema, hata acha kuwepo mtu wa uzao wako kuketi kwenye kiti cha enzi milele. Ndio maana Yesu Kristo aliitwa mwana wa Daudi. Ndio maana ilibidi azaliwe Bethlehemu ya Yuda, mji wa Daudi. Kwa hiyo unaona Suleiman aliadhibiwa, Israeli ikapasuliwa kwa makosa ya Suleiman. Daudi alikosa, hakupasuliwa nchi. Unaona Mungu anavyohukumu sasa. Nchi haikugawanywa, tena yeye aliua. Nchi haikugawanywa, lakini akaambiwa upanga hautatoka katika nyumba yako. Na kweli bwana wa Daudi waliuana sana. Na mpaka ndugu akambaka ndugu yake, dada na kaka. Kwa hiyo na Absalom alilala na masuria 10 wa Daudi mbele hadharani, kama ambavyo Mungu alimwambia jirani yako atalala na wake zako hadharani. Kwa hiyo unaona hizo adhabu Mungu alizitoa baada ya Daudi kumuua mume wa Uria. Kumuua Uria. Bwana Yesu asifiwe sana. Adhabu zinakuwa ni tofauti. Unaona wakati malaika anamtokea Maria, unaona wakati Mungu Bwana anamtokea Abraham katika mialoni ya Mamre, anamwambia ya kwamba mwaka ujao majira kama haya utakuwa na mtoto. Sara alicheka, hakuadhibiwa. Zakaria baba yake Yohana Mbatizaji alipoambiwa utapata mtoto kwa hiyo Zakaria akawa bubu kwa sababu hakumwamini yule malaika. Lakini Sara hakuwa bubu, hatuoni akiadhibiwa. Wote hawa hawakuamini kile Mungu anachowaambia. Na ukiangalia wote huyu Zakaria ukienda kusoma ni mzee. Ukienda kusoma Luka 1, naweza ukaanzia mstari wa 18 na kushuka. Luka 1 utaona ile habari ya Zakaria. Malaika anamwambia utapata mtoto, Mungu amesikia kilio chako, mkewe Elizabeth atapata mimba. Zakaria akasema inawezekanaje? Akaambia kwa sababu hujaamini utakuwa bubu. Sara hakuamini, alicheka, hakuwa bubu. Umeona jinsi Mungu anavyohukumu. Ingekuwa ni formula, ina maana Sara na Zakaria wote wangekuwa mabubu. Lakini hakuna formula. Nilisema adhabu yoyote inaadhibiwa, lakini Mungu ndiye anayeamua afanye nini. Kwa hiyo mtu anaweza akafanya kosa kubwa sana tukategemea atapigwa sana, hapigwi sana. Mwingine anafanya kosa dogo, anapigwa pale. Unakumbuka yule aliyezuia sanduku lisianguke
sanduku la agano lisianguke, akafa pale pale. Na Mungu alikasirika. Kwa nini? Kwa sababu wewe sanduku limetoka. Nenda fuatilia ile habari. Unajua ile sanduku lilivyopelekwa kule kwa Filisti, wakaliweka kwenye hekalu lao, likaua yale mamiungu yao, madagoni yakadondoka yakavunjika shingo, waliliweka kwenye gari wakaliendesha na ndama bila mtu, likarudi mpaka Israeli kule. Lilipofika kule Israeli liko salama, halikuwa limeanguka. Sasa yule mtu anataka kulizuia. Mungu alitaka kuonyesha watu pale kwamba ili sanduku limetoka huko, huwezi kuzuia kwa mkono, na inawezekana na maovu fulani alikuwa nayo au dhambi fulani, hatujui exactly, lakini alihukumiwa kifo kwa kuzuia tu sanduku. Kwa hiyo unaona ni vitu gani ambavyo Mungu anahukumu kulingana na anavyoona. Tuliona hicho kitu. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba kwa sababu kila dhambi ina hukumu, basi kuna vitu ambavyo tunavichukulia easy, tunavichukulia simple, lakini vina adhabu kubwa sana. Na kati ya hivyo vitu nilisema ni nadhiri na maahadi tunayoyaweka kwa Mungu. Unaweka nadhiri kwa Mungu kwamba Mungu, ukinipa mtoto, huyu mtoto atakutumikia, huyu mtoto atakuwa hivi, huyu mtoto atakuwa hivi. Alafu unapopewa yule mtoto unasahau, unaanza kumfanya yule mtoto awe wewe unavyotaka au huyo mtoto anavyotaka. Umuongozi tena katika ile njia kulingana na nadhiri na agano uliloliweka kwa Mungu. Matokeo yake yule mtoto anaweza akapigwa. Matokeo yake tumesoma kwenye kile kitabu cha Mhubiri 5 mstari wa 4 mpaka wa 6. Jinsi ambavyo Mungu anaweza kupiga kazi ya mikono yako kwa wewe kuweka nadhiri bila kuitoa. Tulisoma hicho kitabu. Sitasoma leo, ninaomba ukakisome mwenyewe. Mhubiri 5, wengine ni wavivu, naomba hebu ngoja niwasomee. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengine ni wavivu kusoma Biblia, wanataka kila kitu watafuniwe. Ukisoma Mhubiri 5:4-6, Mhubiri 5:4-6, wewe ukimwekea Mungu nadhiri usikawie kuiondoa, kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu, basi uiondoe hiyo ulioiweka nadhiri. Na ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka usiiondoe. Mstari wa 6, usikiache kinywa chako kukukosesha mwili wako. Mwili unaweza ukapigwa kwa ahadi, kwa nadhiri unazoziweka mbele za Mungu. Mungu, ukinifanyia hiki nitakufanyia hiki. Mungu, ukinibariki kazi za mikono yangu nitakutolea hiki. Mungu, ukinipa hii biashara ikifanikiwa, hii tenda nikiipata, ukinipa mtoto, ukinipa mume, ukinipa mke, ukinifanyia hiki, nikifaulu, nikipata kazi nitakufanyia hiki. Usipofanya, usipothibitisha au kutimiliza ile ahadi au ile nadhiri, Biblia inasema mwili wako unakoseshwa, mwili wako unaweza ukaadhibiwa. Lakini ukienda mbele zaidi anasema wala usiseme mbele ya huyo malaika ya kwamba umepitiliwa, kwani Mungu akukasirikie sauti yako na kuiharibu kazi ya mikono yako. Mungu anaweza kuharibu kazi ya mikono yako kwa sababu wewe umemwahidi na hujatimiza. Kwa hiyo nikasema tusiwe wepesi wa kuweka nadhiri kanisani. Unaona watu wanasema jamani, tuna hii kazi ya Mungu, hujasikia huko ndani unakurupuka. Unaweka ahadi, nitafanya hiki, nitatoa 800,000, nitatoa 1,000,000, alafu utoi mbele za Mungu madhabahuni, unadanganya. Mungu, naomba unipe mtoto. Mungu, naomba unifanyie kile. Hukifanyi, unaadhibiwa. Biblia inasema kazi za mikono yako itapigwa. Kwa hiyo inawezekana kazi ya mikono yako imepigwa kutokana na nini? Kuna kitu uliahidi mbele za Mungu, ukinifanikisha hiki nitakutolea hiki. Umeahidi utafanya kazi ya Mungu, umeahidi utatoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, umeahidi utatoa kwa ajili ya watumishi wa Mungu, umeahidi utatoa kwa ajili ya watu mbalimbali, umeahidi utatoa kwa watoto yatima, maskini, wajane. Mungu, nibariki hii kazi yangu, kila nikipata faida 1% fulani nitaitoa kwa ajili ya kitu fulani. Hujafanya. Hiyo ni nadhiri umeiweka kwa Mungu, na Mungu anaweza akaamua akaipiga hiyo kazi yako isifanikiwe, na ukijaribu hiki na kile kisifanikiwe. Na sio kazi tu, amesema hata mwili, na maana ya magonjwa mengine yanaweza yakaja kwa sababu hujatimiza ile nadhiri.
hujaitimiza ile nadhiri. Wakati mwingine na watoto na mifugo na vitu mbalimbali vinaweza vikaathirika. Kuna vitu unaomba Mungu hajibu, kumbe vinatokana na ahadi na nadhiri ulizoweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo tutasonga mbele tena kidogo kuangalia vitu vingine vichache. Kitu kingine ambacho Roho Mtakatifu amenigusa nikiongelee, anasema usiwaonee maskini kwa namna yoyote ile. Usiwaonee maskini, usimuonee mhitaji. Watu wengi wanawaonea maskini na wahitaji kwa njia nyingi sana. Kwa sababu mtu ni maskini, unatumia udhaifu huo kumtumikisha kwa faida yako, huku yeye ukimlipa ujira mdogo na humlipi kwa wakati. Hiyo ni dhambi, na kila dhambi ina hukumu, na hukumu utakayohukumiwa hatuijui, kwa sababu Mungu hana formula ya kuhukumu. Hajaweka viwango vya hukumu kwamba ukifanya hiki utafanya hiki. Unaweza ukamfanyia tu maskini mhitaji, amekuja kufanya kazi kwako, humlipi mshahara kwa wakati. Ni dhambi. Unamuonea tu mtu kwa sababu hana uwezo kama wa kwako. Ni dhambi. Unajua hivi vitu ni vitu rahisi sana, lakini ndivyo ambavyo vimewafanya watu wengine wamekuwa na matatizo mbalimbali na shida mbalimbali ambazo unaenda kumuomba Mungu yule ambaye amekuambia usifanye hivyo, ndio unamtegemea hafanyi, kwa sababu na wewe ufanye anavyosema. Lakini mambo haya ndio ambayo yamefanikisha wengi sana, kwa sababu wako watu ambao wanapenda na kuwaheshimu maskini na wahitaji. Hawawadharau. Biblia inasema ukimsuta, ukimfanyia vibaya maskini, umemsuta muumbaji wake. Ngoja tusome hapa. Anasema Mithali 17:5. Mithali 17:5. Amdhihakie maskini humsuta muumba wake, naye aufurahiaye msiba hata kosa adhabu. Ukimdharau maskini unamsuta. Wewe unaanza kumsuta Mungu wewe, afu kesho unaenda kumuomba. Sasa unamsuta Mungu kwa kudharau maskini. Niliwahi kusikia mtu anamwambia mtu, mimi naweza kukununua wewe. Unamwambia mtu unaweza kumnunua kwa sababu hana uwezo kama wako, kwa sababu ya utajiri au ukuu au cheo ulicho nacho. Unamsuta muumba wake. Alafu kesho unaenda kupiga magoti mbele za Mungu, nisaidie, mwanangu yuko hivi, nisaidie, nina ugonjwa huu, nisaidie, nimekwama hiki, nisaidie, ile biashara yangu kule haiendi, nisaidie, nimepata hasara ile kwenye biashara yangu, nisaidie, ile tenda nimeifanya mpaka leo sijalipwa. Miaka imeenda, miezi imeenda, sijalipwa, nimefanya kazi, sijalipwa yale mamilioni, Mungu nisaidie. Ulimsuta maskini, ulimdharau maskini, ukamsuta muumba wake. Unarudije kwa yule Mungu kumuomba? Hivyo unafikiri kwa nini tunasoma kitabu kile cha Luka 16, habari za Lazaro? Maskini alikufa, akaenda kwa baba Ibrahim. Tajiri alikufa, akazikwa. Unaelewa maana hicho kitu? Mmoja amekufa, akaenda kifuani kwa baba Ibrahim. Mwingine amekufa, akazikwa. Kwani Lazaro hakuzikwa? Wote walizikwa. Lakini kwa nini Biblia haisemi Lazaro akafa akazikwa, lakini nasema Lazaro akafa akaenda? Tajiri akafa akazikwa. Ngoja tusome hii habari ya Lazaro. Luka 16:20. Luka 16:20. Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahim. Yule tajiri akafa akazikwa. Bwana Yesu asifiwe. Maskini amekufa akachukuliwa na malaika.
tajiri amekufa, amezikwa. Tena inawezekana maziko yake yalikuwa ya kifahari sana. Mungu aturehemu. Ya kifahari, na mipango, na ratiba, na vyakula, na waheshimiwa, na maaskofu na watumishi mbalimbali walizunguka kwa yule mtu tajiri aliyekuwa akitoa sana sadaka kanisani kusaidia kazi ya Bwana. Ni kweli ilikuwa inaenda, lakini alipokufa, alizikwa. Yule maskini alikufa, hatujui mazishi yake yalikuwaje. Inawezekana alizikwa na manispaa. Inawezekana maiti yake ilifungwa tu kwenye kitu ikatupwa kaburini. Hakukuwa na jeneza la 3 na 4. Hakakuwa na kaburi lililojengwa na zege na marumaru. Lakini alichukuliwa na malaika. Nachotaka kusema ni nini? Maskini tunawadharau sana na kuwaona sio kitu. Mtu mwenye uwezo, tajiri, anaona maskini sio kitu, anawadharau. Biblia inasema unamsuta muumba wake. Inawezekana huna dhambi nyingi sana, lakini unadharau maskini. Unadharau wasio na uwezo kama wako. Unawaona wananuka, unawaona hawafai, unawaona hawastahili. Barabarani utaendesha, utawamwagia maji. Na unamwamini Yesu, na unasema umeokoka. Kweli? Kweli? Unajua kwa nini tunaambiwa maskini alikuwa anakula mezani chini, kula anaokota makombo? Kwa nini yule tajiri alikuwa anaona binadamu mwenzake anakula makombo na mbwa, asiseme mpeni huyu binadamu mwenzangu chakula? Hebu mleteni kiti akae pale. Lazaro, kaa, kula chakula. Unahitaji nini? Kuna nyama hapa, kuna supu hapa, kuna mayai haya, kuna matunda haya, kuna maziwa haya. Unataka nini Lazaro? Kula, shiba. Lazaro, chukua kingine, beba, nenda nacho nyumbani, kawape watoto wako, kampe na mke wako. Lazaro, una nguo zako mbona hivi? Shika. Tena humpi tu zile usizo. Unajua, ngoja niongee kitu kimoja, Roho Mtakatifu ananikumbusha. Sisi wanadamu tuliookoka na tunaosema tunampenda Yesu, hatuwapi watu vitu vizuri tunapoamua kuwapa watu vitu. Hiyo lugha umeielewa? Tunapowapa watu vitu, hatuwatafutii the best, tunawatafutia vile tusivyovitumia. Hivi unafikiri kwa nini hatubarikiwi hizo sadaka hivyo tunavyovitoa? Wewe unasema unaenda kusaidia yatima, unawanunulia mafuta ya kujipaka ambao wewe mwenyewe wala uthubutu kujipaka. Unawanunulia mafuta ya kupikia ambayo wewe nyumbani kwako hutumii. Wewe unasema unatumia mafuta ya alizeti kwa sababu ndio yenye afya, alafu watoto yatima na maskini na wajane unawapelekea mafuta ambayo sitaki kuyataja jina, lakini ndio mafuta ambayo ni ya bei ya chini dukani, ambayo yanasemwa ni mabaya. Kama unampenda Mungu kweli, utawapa watu kikombe kile kile unachukilia wewe. Biblia inasema kipimo kile kile unachopimia wengine ndicho utakachopimiwa. Sasa kama wewe unawapa watu vitu vibovu, na Mungu atakupa vitu vibovu. Ndio maana unakuta unaomba vitu fulani, hupewi ukamilifu, unapewa nusu nusu. Mungu nifanikishe hiki, kinafanikiwa nusu, kwa sababu na wewe ulitoa nusu nusu. Mungu anaweza akakupa utajiri, lakini watoto wako walevi, watoto wako wanavuta sigara, watoto wako watukutu shule, watoto wako hawako sawa sawa, huwafurahii. Ni kwa nini? Kwa sababu kuna namna na wewe hukamilishi vitu. Yesu alisema kile kipimo utakachopimia wengine ndicho na wewe utakachopimiwa. Ni nani anayekipima? Ni yeye. Yeye ataruhusu upewe kipimo kile kile unachopimia wengine.
Acha kuwapa watu nguo ambazo huzivai, zimechanika, zimechoka. Wewe ndio unachukua unawapa watu. Give them new things. Give them the best things. Wape watu wape vitu the best. Wape watu vitu vizuri. Ndio na utapimiwa kipimo hicho na Mungu. Unataka ukamilifu wa Mungu, na wewe toa vitu kamilifu. Yaani maviatu yamekaa hivi yamepinda, huyavai, wewe ndio unawapa watu. Nguo zimechakaa, zimetoboka, wewe ndio unawapa watu. Unakusanya. Chukua nguo nzuri kama kweli unatoa kwa sababu ya Mungu. Kama unatoa kwa sababu ya kumpenda Mungu, you will give them the best things. Utatafuta vitu vizuri. Mchele ule unaokula nyumbani kwako, supa, ndio upeleke kwa yatima. Kwani unaenda kuwapa yatima makapi ambayo wewe huli? Yaani mchele ambao wewe nyumbani kwako huwezi kula ndio unawapa watu wengine. Mafuta ambayo wewe hutumii nyumbani kwako, wewe ndio unawapa watu wengine. Sabuni ambayo wewe hata huwezi kunawia mikono, ndio unawapa wenzako waogee. Wape watu vitu vizuri na utapewa vitu vizuri. Usiwape watu vitu vibaya alafu unaenda kwa Mungu eti akupe vizuri. Give the best, you will receive the best. Lakini huwezi kutoa vitu vibaya eti ukategemea. Na hii vitu viko kwenye Biblia, wana wa Mungu. Yule mjane aliyempikia Elia, alimpikia mkate na mafuta yake yale aliyokuwa anakula, na chupa ile ndio iliyojaa mafuta. Chombo kile cha unga ndicho kilichokuwa kinajaa unga. Kati ya watoto waliopona wa Sauli, aliyepata ambaye uzao wake ulipata thawabu. Fikiria, Sauli hakuna hata mtoto wake mmoja aliyepona isipokuwa wa yule Nathani aliyemfanyia wema Daudi. Alitoa moyo wake wote kwa Daudi, akamsaidia Daudi asiuawe na Sauli. Baba yake, mtoto wake tu ndiye aliyepona katika uzao wa Sauli. Alitoa the best, Mungu akampa. Uzao wake ukabaki. Na akawa anakula na mfalme, mezani kwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na wewe unachokitoa kwa Mungu, kipimo kile Yesu alisema ndicho utakachopimiwa. Anasema wapeni watu vitu. Wapeni watu vitu. Kipimo kile unachopimia wenzako ndicho utapimiwa. Sasa wape watu vitu. Yesu anasema pima vizuri, kwa sababu hao watu niliowaambia muwape, pima vizuri. Ukipima 20 na utapewa 20. Ukipima 30 na utapewa 30. Ukipima 100 na utapewa 100. Sasa kama wewe unakula mchele mzuri supa nyumbani, alafu wale yatima na wajane unaenda kuwapa ule mchele wa shilingi 2,000 ambao umevunjika, umejaa chuya, usifikiri Mungu atakupa supa. Ndio maana unaona mbona, yani Mungu amenijibu hiki, lakini mbona hiki kimekuja? Mungu mbona hiki kimekuja? Wewe unapimiaje wenzako? Wapeni watu vitu vizuri. Tuwape watu vile vitu ambavyo na sisi tungependa kupewa. Wewe huwezi unamnunulia mtu eti kiatu cha plastic, lakini unataka kuvaa cha ngozi. Nunua cha ngozi. Nikupe siri. Ni bora uwape watu wachache vitu vizuri kuliko uwape watu wengi vitu vibaya. Kwa sababu vile vichache vizuri vina thawabu kubwa na kamilifu kwako mbele za Mungu kuliko vile vingi vibovu. Kwa sababu vile vichache vizuri nao vitakuja na ukamilifu huo kutoka kwa Mungu. Haiwezekani wewe watoto wako wanakunywa juisi nzuri, alafu wewe wengine unawapa juisi mbaya. Alafu unategemea nini? Kipimo kile unachopima ndicho utakachopimiwa. Tuache kuwapa watu mataputapu, malapulapu,
manguo yasiyofaa, maviatu yasiyofaa, vyakula ambavyo sisi hatuli ndio tunawapa. Yaani wewe unawaonaje hao wanadamu walioumbwa na sura na mfano wa Mungu? Si unajua na wao tone moja la damu ya Yesu lililomwagika msalabani lilimwagika kwa ajili ya tajiri, lilimwagika kwa ajili ya maskini, lilimwagika kwa ajili ya rais, ni waziri, ni mbunge. Ile damu ina thamani ile ile kwa kila binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Usijione kwamba wewe ni special kuliko wengine. Nimekupa mfano mzuri wa Lazaro. Kwa hiyo ishi maisha yanayostahili wewe kupewa mema kutoka kwa Mungu. Yaani hata kama unanena kwa lugha mpya, sikieni niwaambie wana wa Mungu, Biblia iko wazi sana. Unajua, nijaposema kwa lugha za malaika, kama sina upendo sio kitu. Nijapotoa mali zangu zote kulisha maskini, kama sina upendo. Ina maana unaweza ukatoa kweli vitu ili ulishe maskini, lakini kilicho kusukuma kufanya hivyo sio upendo. Kuna vitu vyako vingine viko nyuma ya hiyo. Jitahidi kufanya wema wa kweli ili upate thawabu. Acha kudharau watu. Unapodharau binadamu yoyote, umemdharau Mungu. Unapodharau muumbaji, umedharau. Unapodharau kilichoumbwa na Mungu, umemdharau Mungu aliyeumba. Tumetoka kusoma hapa. Anasema amdhihakie maskini humsuta muumba wake, naye aufurahiaye msiba hata kosa adhabu. Kuna watu wanafurahia vifo vya watu wengine. Utapata adhabu. Biblia inasema utapata adhabu kwa kufurahia msiba. Wako watu wanafurahia watu kufa. Hivyo unafurahi binadamu wenzako kufa? Kasome habari za Daudi. Daudi alilia na kuomboleza aliposikia kifo cha Sauli. Sauli alikuwa anamtafuta Daudi amuue. Daudi amekaa miaka kadhaa porini anamkimbia Sauli asimuue. Lakini aliposikia Sauli amekufa, Daudi alilia. Daudi aliomboleza. Na yule ambaye alimletea habari Daudi kwamba Sauli amekufa, Daudi alimuua. Akifikiri anamletea habari njema. Absalom alikuwa anamtafuta baba yake amuue. Baba yake akakimbia ikulu, akakimbilia porini. Daudi yuko porini analia, Absalom unaniua mwanangu. Lakini anawaambia wale watu, wale wanajeshi wake, muangalieni mwanangu Absalom, angalieni msimuue na kuombeni. Hawakuwa wanamuelewa. Ameletewa habari kwamba Absalom ameuawa. Daudi analia, Absalom mwanangu, Absalom mwanangu, bora ningekufa mimi. Wale watu walikasirika. Wale wanajeshi wake walikasirika. Huyu mtu anatafuta akuue, angekupata angekuua. Leo unasema bora ungekufa wewe. Unajua ni kwa nini? Usifurahie mabaya, usifurahie msiba, usifurahie kufa kwa mtu. Acha Mungu ahukumu. Kama Mungu ameamua kumuua mtu, hata kama alikuwa anakufanyia mabaya, usifurahie, yatakukuta. Biblia nimesema utapata adhabu. Na tumesema hatujui Mungu atakuadhibuje. Kwa usifurahie. Kuna watu inaona eti mtu anafurahia kabisa. Yule jamaa alinifanyia hivi hivi, sijui nini, hayupo tena, kafa. Anafurahi kabisa. Wewe unajua nani atakufa kwako? Wewe unajua wewe utakufa lini? Unajua kufa wewe? Ulishaikufiwa. Leo unafurahia kifo cha mtu mwingine. Mungu anasema hafurahi kifo cha mtu mwovu, bali anataka atubu akaishi. Wewe unafurahia kufa mtu. Wewe hufi. Mungu atusaidie. Haleluya. Haleluya. Ukienda kusoma kile kitabu cha
Kumbukumbu ya Torati 24:14-15. Kumbukumbu la Torati 24:14 na 15. Neno la Mungu linasema mstari wa 14, usimuonee mtumishi mwenye ujira aliye maskini na uhitaji, kama ni wanduguzo au kama ni wageni wako mmojawapo walio katika nchi yako, ndani ya malango yako, ndani ya nyumba yako. Nyie wale wenye house girl, house boy, wafanya kazi magade na wanafanya kazi kwenye nyumba yako, inawezekana ni mgeni wamejawa Malawi huku, inawezekana ni ndugu yako umemtoa kijijini kwenu huko, ni watu wa kwenu. Biblia inasema hao watu hao, mstari wa 15, mpe ujira wake kwa siku yake, wala jua lisichwe juu yake, kwa maana ni maskini, moyo wake umutumainia huo, yani huo mshahara, asije akamlilia Bwana juu yako ikawa ni dhambi kwako. Anasema asije akamlilia Mungu ikawa dhambi. Kumbuka tumesema kila dhambi ina hukumu, na hatujui Mungu atakuhukumuje. Anaweza akakuhukumu kwa ugonjwa, anaweza akakuhukumu akaachia mabaya juu yako, anaweza akahukumu kupitia watoto wako, anaweza akahukumu kupitia kazi za mikono yako, anaweza akahukumu kupitia chochote. Hatujui. Lakini Mungu anachotuambia hapa, mtu asifanye kazi kwako. Na hii tabia iko kwa watu wengi sana. Watu anakuja asubuhi anafanya kazi kwako, ameaga nyumbani kwake, mke wake na watoto wake wanasubiria, wanajua baba ameenda kwenye kibarua, atarudi angalau na chakula. Wewe una uwezo kabisa wa kumlipa. Anakuambia bosi, nimeshamaliza kazi. Hela bwana hakuna rafiki yangu leo, hela yani sina hela kabisa. Huwezi kuja kesho, kesho nitakupa bwana. Bosi sina chochote. We nenda tu bwana, leo hali ngumu kweli yani. Biblia inasemaje? Huyu mtu anaitegemea hiyo hela na watoto wake. Anasema mpe ujira wake kwa siku yake, wala jua lisicho juu yake, kwa maana ni maskini, moyo wake umutumainia huo, asije akamlilia Bwana juu yake ikawa ni dhambi kwako. Anautegemea tu huo, na kweli hutampa huo mshahara, utamwambia aje kesho. Anarudi nyumbani kwake, watoto wamenyong'onyea, hawana chakula, pamoja na mke wake. Lakini wewe utatoka hapo, utaenda, utakula, utaspend. Ulikuwa umlipe 20,000, lakini utaspendi zaidi ya 100,000, 200,000, 300,000 kwa kula na kunywa na kufurahi na watu, au kwa kununua vitu visivyo na maana au visivyo na umuhimu, lakini umeshindwa kumlipa yule maskini 20,000. Mungu anasema atamlilia Mungu, na itakuwa dhambi kwako. Itakuwa dhambi. Hujui Mungu atakuhukumuje. Hujui Mungu amesha kuhukumu vipi kwa sababu unafanya hivyo. Mwisho wa mwezi, mtoto wake anasubiri aende shule, mtoto wake anasubiri anunuliwe uniform, mtoto wake anasubiri anunuliwe nguo, hana viatu, hana nguo. Mke wake anasubiri na yeye, wanasubiri wapate chakula. Mwisho wa mwezi unafika, wewe umeshalipwa kazini kwako hela za kutosha, wewe unafanya biashara, unaingiza faida karibu kila siku, lakini ule mwisho wa mwezi unaona ugumu kumlipa huyu mtu wa Mungu maskini aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Biblia inasema atamlilia Mungu, na itakuwa dhambi kwako, na Mungu ataihukumu. Hivi ni vitu tunavyovichukulia simple, lakini vina hukumu, na hatujui Mungu anatuhukumuje. Sometimes ndio maana tunaomba, tunaona Mungu hatusikii. Angalia unavyo treat wafanya kazi wako. Angalia unavyo wa treat house girl na house boy, na gardener na driver wako. Unamtreatije? Unamfanya kama kinyago, kikaragosi, unamdharau. Unafikiri Mungu anakuona? Unajua the same udongo uliotumika kukufinyanga wewe ndio Mungu alitumia kumfinyanga huyo unayemdharau leo. Halafu wewe unataka Mungu akuoneje? Kwa unamdharau Mungu, alikosea kutumia udongo huo kukufinyanga wewe na kumfinyanga huyo unayemdharau. Unahitaji nini kutoka kwa Mungu? Usigombane na muumba wako.
Kuna siku utakutana naye. Kuna siku utasimama mbele zake. Atakuletea machozi ya wafanyakazi uliowaonea. Atakuletea machozi ya wafanyakazi ambao hukuwalipa mshahara kwa wakati. Wengine watoto wao walikufa hospitali kwa sababu uliwanyima mshahara, sio kwa sababu hukuwa nao, kwa kuwadharau, kwa kuwaona hawastahili. Kama hawastahili, kwa nini uliwaita wakufanyie kazi? Ina maana wana umuhimu kwako. Kama wana umuhimu kwako na wamekufanyia kazi, then walipe kinachowastahili. Kuna siku utakutana na huyo Mungu. Utamwambia nini? Utamwambia nini huyo Mungu? Unadharau wafagiaji ofisini kwako, ofisini kwenu. Wale wafagizi unawaona kama sio watu. Mtu wa Mungu, wale ni watu walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Ukiwadharau itakuwa dhambi kwako, na hujui Mungu anakuhukumuje kwa hiyo dhambi. Ebu Mungu atuhurumie. Ebu Mungu atusamehe. Ebu Mungu aturehemu. Turehemu Bwana. Tusamehe Mungu. Tumekosa kwa kuwadharau watu wengine. Tumekosa kwa kufanya mambo yasiyokupendeza kwa watu wengine. Tumejifikiria sisi tu. Tumejifikiria sisi na kujiona sisi ndio tunaostahili mazuri. Wengine hawastahili mazuri. Tumejiona sisi ndio tunastahili the best. Wengine wanastahili vitu visivyofaa. Makapi. Lakini sisi tunahitaji vizuri zaidi. Mungu turehemu. Mungu tusamehe. Tusamehe Mungu. Tufundishe kupenda kama wewe Yesu ulivyopenda watu wote, hata wale ambao watu walikuwa hawaingii kwao, wewe uliingia kwao. Ulisaidia maskini, uliwasaidia wenye uhitaji, uliwapenda watu wote, uliwapenda. Tusaidie na sisi tupende watu wote. Tusaidie tuishi maisha ya kukupendeza. Tusaidie Mungu. Tusaidie tusidharau watu uliowaumba. Tusidharau uumbaji wako. Kuna watu wakiangalia watu wanacheka na kuona kama ameumbwa vibaya na kujiona wao wameumbwa vizuri sana. Mungu tusamehe. Mungu turehemu. Wakati mwingine tunakosea. Wakati mwingine tunakurekebisha uumbaji wako, kwamba wewe Mungu ulikosea. Tusamehe. 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 Turehemu. Tunatubu. Mungu tusaidie. Tuwape watu vitu vile vinavyostahili. Kipimo kile tunachotaka sisi tupimiwe, tuwapimie na wengine. Tuwape watu vitu vizuri. Tusiwape vitu vilivyochoka. Tusiwape vitu tusivyovihitaji. Tuwape vitu ambavyo na sisi tunaweza kuvitumia. Tuwape watu vitu ambavyo na sisi tunaweza kuvitumia, sio vilivyochoka, sio vilivyochakaa, sio vilivyoharibika. Ndivyo tunawapa watu. Na wewe utatupa hivyo hivyo tukikuomba vilivyoharibika, visivyofaa, kwa sababu na sisi ni kipimo hicho tulichowapimia wengine. Turehemu Baba, turehemu, tunakusihi Mungu, turehemu kwa hili. Maana umesema itakuwa dhambi tunapofanya hivi. Tunapoacha kuwalipa watu mishahara kwa wakati, ni dhambi. Neno lako limesema katika kile kitabu tulichokisoma cha Kumbukumbu ya Torati, mlango wa 24 mstari wa 14 na 15, ya kwamba tusipomlipa mtu mshahara kwa wakati akalalamika, itakuwa dhambi kwetu. Tusamehe Mungu. Tusamehe Baba. Turehemu katika jina la Yesu. Tupe moyo wa upendo na kuwapenda wengine. Haya ni mambo Mungu ambayo tunayaona ni ya kawaida. Tunayaona ni ya kawaida, lakini yanatukosti sana maishani mwetu. Na hatuna ule ujasiri wa kuja mbele zako. Na hata kama tukijifanya tuna ujasiri, wewe huridhii, kwa sababu na sisi hatuheshimu neno lako, hatuheshimu uumbaji wako. Tusaidie Mungu, katika jina la Yesu tunaomba utusaidie. Roho Mtakatifu, endelea kusema nasi, endelea kutuumbia tabia nzuri ya kuheshimu uumbaji wa Mungu na kuitii sheria na neno la Mungu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Mungu akubariki sana.